Ilianza kama likizo ya ndoto, mimi peke yangu, mke wangu na resort ya kifahari ambapo uamuzi mgumu zaidi ungekuwa bwawa au pwani. Lakini tayari kutoka usiku wa tatu, kitu hakikuwa sawa. Hadithi zake hazikulingana kabisa. Na kila nilipouliza swali, nilipata uchawi kidogo na mengi ya bure. Wakati huo sikujua, lakini sikuwa nimemchukua mke wangu kutoroka, niliingia moja kwa moja katika mchezo ambao sikujua. Na kadri nilivyochimba, ndivyo nilivyoelewa mtu alikuwa anadanganya. Na haikuwa mimi. Je, umewahi kuwa na hisia hiyo wakati maisha yanapopungua kasi kidogo? Wakati nyumba iko sawa, pesa zinaingia na siku hazionekani kama treadmill iliyowekwa kwa mbio. Ilikuwa hasa nafasi niliyokuwa. Baada ya miaka 20 katika sekta ya mali isiyohamishika, nusu iliyopita katika ndoa yangu ya kwanza na nusu nyingine kujenga upya kutoka majivu ya maafa hayo, nilifikiri nastahili amani kidogo. Zuena alifika. Zuena ni aina ya mwanamke ambaye haingii tu katika chumba, anajifanya kuonekana bila kusema neno. Nywele nyeusi kama zilizolishwa na mwanga wa mwezi kwenye chupa, tabasamu lililopotoka lililosema anajua hasa anachofanya, na sauti ambayo inaweza kumfanya polisi asahau kwa nini alimsimamisha. Nilipenda sana, haraka na kwa upumbavu. Tulioana miaka 3 baada ya talaka yangu. Ilikuwa ndoa yake ya pili. Karibu sawa na yangu. Lakini hadithi hii si kuhusu jinsi tulivyokutana. Hadithi hii inaanza miaka 5 baada ya ndoa yetu, nilipomshtua na safari kwenda resort ya nyota 5 kwenye pwani. Hakuna kitu kingine isipokuwa maji ya turquoise, mchanga mweupe na cocktail na matunda yanayochomoza kutoka ukingo. Niliita mwezi wa asali wetu wa pili. Yeye aliita operesheni kuoka jua na tipi. Zuena alikuwa akitoa jina kwa kila kitu, alisema watu wa kuchosha huita vitu kwa majina yao tu. Ndege ilienda sawa, ingawa alilewa kidogo na gin tonic 2 na alitumia dakika 20 kujaribu kumshawishi mhudumu wa ndege kuhusu karanga. Na ninaposema kujaribu, namaanisha alimwambia alikuwa amefanya urafiki na kijana ambaye alionekana kama toleo lake la vijana tu na biceps bora. Alisema kwa sauti ya kutosha kusikika na safu 3. Niliinua macho yangu, lakini kwa kweli alikuwa yeye. Zuena alikuwa akijaribu na kila mtu. Na fundi bomba na mhudumu na mtu katika duka la vifaa vya ujenzi aliyeuliza ikiwa tunahitaji msaada kupata stuko kwa tiles. Aliita mafuta ya kijamii na alisema inafanya dunia izingire laini zaidi. Tulitua, tukachukua gari nyeusi hadi resort na tukajiandikisha katika suite kubwa inayotazama bahari ambayo labda iligharimu zaidi ya mwaka wa kodi ya nyumba yangu ya kwanza. Zuena alikimbia mara moja kwenye balkoni, aliacha suitcase na kupiga kelele, Zuberi, ni ajabu. Ilikuwa na shuka nyeupe za kichaa, bafu kubwa kama ya joto, moja ya hizo shower za mvua fancy zinazokufanya uhisi katika tangazo la shampoo. Tulipoingia, chupa ya divai nyeupe ilikuwa tayari inapoa katika ndoo ya fedha. Zuena aliifungua kabla mhudumu hajatuonyesha chumba, akamimina glasi 2 na akasema, kwa nafasi ya pili tajiri. Niliweka glasi yangu karibu na yake na kutabasamu kama mjinga. Nilikuwa na furaha. Siku ya kwanza ilipita kama radi. Tulienda pwani, tukachomwa na jua, tukacheka watu wanaojifanya selfie 30 na vinywaji baridi, na tukapoteza dhana ya wakati. Zuena alivaa swimsuit nyeusi iliyofanya nisahau ni miaka mingapi nilikuwa nayo. Aliagiza kalamari, akaita chips za kalamaro na karibu akamfanya mhudumu ateme maji kutoka kicheko. Kila tulipokwenda alishinda watu. Na wakati hakuwa katikati ya sherehe, alijikunja kwangu, akicheza na saa yangu au akifanya dhana za ajabu kuhusu wageni. Yule mtu huko hakika ana ferrets. Baadaye usiku huo, baada ya divai nyingi sana na jaribio lililoshindwa kutumia moja ya boti za kugonga bila kugonga gati, tulijipanga na kwenda baa juu ya paa la hoteli. Nilivaa shati la linen iliyonifanya nionekane asiyeajiriwa wa gharama kulingana na Zuena. Yeye alikuwa na gauni jekundu lililofanya vichwa vigeuke kabla hata ya kutoka lift. Nakumbuka kushika mkono wake na kufikiria, mimi ni mtu mwenye bahati zaidi duniani. Tulifika baa wakati wa machweo.
Kulikuwa na mapambo yaliyowashwa juu ya vichwa, harufu ya limau na nazi hewani, na mmoja wa wanamuziki alikuwa akicheza soft rock ya miaka ya 90 na gitaa kana kwamba alikuwa na hisia nyingi. Kwa wakati huo, Zuena alirudi baa na mimi nikachukua meza. Nilimtazama akikimbilia kaunta na kuanza kuzungumza na mhudumu kama anamjua. Hakukuwa na kitu cha ajabu. Kama nilivyosema, Zuena angeweza kuanzisha mazungumzo na mtu kisha kumtumia ujumbe. Mhudumu alikuwa mrefu, karibu miaka 40, nywele fupi, amechomwa na jua, fit, aina ambayo huoni isipokuwa utazame vizuri. Lebo yake ilisema Jabali. Walicheka kitu, vichwa vikaribu sana kwa wageni wawili, lakini nilihusisha na Zuena akiwa Zuena. Alinipungia mkono na akasema, mpenzi, huyu ni Jabali. Anasema mojito wake itabadilisha dini yako. Jabali alitabasamu na kuninywea kichwa. Wewe ni mtu mwenye bahati, alisema, tayari akisugua mint. Nilinywea kichwa na kufanya grunti ya kawaida ya idhini kati ya wanaume. Sikujali. Aina tu anayemimina vinywaji. Tulikaa baa kidogo. Zuena alikuwa akimsifu Jabali kila wakati, playlist yake, mapambo ya cocktail, hata jinsi anavyokata limau. Kweli, Zuberi, alinong'ona mara moja, ni kama Sadio Mane wa wahudumu wa baa. Nilicheka, lakini si kwa sababu ilikuwa ya kuchekesha, bali kwa sababu sikutaka kuonekana nina wasiwasi. Niliagiza Negroni. Yeye alichukua kitu cha bluu na mwavuli. Tulivutiwa na machweo na kusikiliza Jabali akizungumza kuhusu kipindi chake kama mhudumu katika kisiwa maarufu. Zuena alisema daima alitaka kwenda, kisha akaongeza, kwa kweli, nadhani niliwahi kuwa huko mara moja, lakini nilikuwa nimelewa sana. Jabali alicheka. Nilicheka kidogo pia, lakini nilimtazama yeye, si bahari. Hata hivyo, niliacha. Sikutaka kuwa yule aina mume mwenye wivu anayeangalia kila tabasamu. Tulikuwa likizoni. Watu wanapumzika. Wanazungumza. Wanacheza. Zuena alikuwa Zuena tu. Tuliarudi chumbani karibu saa 11. Tukitoka, Jabali alituchekea jicho na akasema, msifanye wageni. Zuena alirudisha, akajipanga nywele na akasema, ikiwa tu utaweka mint safi. Niliinua macho, hasa kwa onyesho. Alinibusu shavu na kuniweka mkono karibu na mabega. Pumzika, alinong'ona. Wewe ndiye pekee ninayerudi naye nyumbani usiku huu. Na nilimwamini. Wakati huo sikukuwa na sababu ya kutokuamini. Baadaye tu niligundua kuwa hakuwahi kusema kuwa mimi ndiye pekee aliyetaka. Asubuhi ya pili katika resort ilianza kama ya kwanza, jua lililokuwa likichuja kutoka pazia nyepesi, sauti ya mbali ya mawimbi, na Zuena akimba bafuni akiwa anajipaka krem ya uso iliyokuwa na harufu ya maaprikoti safi na kodi ya kurudishwa. Tulikula kifungua kinywa kwenye balkoni, mimi na kahawa nyeusi, yeye na smoothie ya kijani aliyoita botot ya maji. Tuliarudi pwani baada ya kifungua kinywa. Karibu katikati ya alasiri, Zuena alijinamata, alinibusu shavu na akasema anaenda spa. Matibabu ya uso haraka tu na labda mvuke kidogo, alisema, akifuta mchanga kutoka mapaja. Lazima nifungue pores ambazo maisha yameharibu. Nilimwambia nitabaki hapo na labda nitembee kando ya pwani. Alinywea kichwa, alinichekea jicho na akasema, nitarudi nikiwa nimefufuliwa miaka 10, labda hutapenda tena. Nilimtazama akienda na koti lake la swimsuit na nikasahau. Niliishia chumbani. Aliporudi alionekana joto kidogo. Nywele zenye unyevu zilizofungwa huru, na alikuwa na harufu ya limau na mint kwenye ngozi, sawa na vinywaji vya usiku uliopita. Alisema sauna ilikuwa peponi ya kiwango kingine na kwamba alikuwa amepoteza dhana ya wakati. Nilimuuliza jinsi ngozi yake ilivyohisi na akasema kama dolphin, lakini na ladha bora ya viatu. Ilikuwa Zuena ya kawaida. Mwenye ucheshi, mwepesi, mwenye haiba inayovuruga. Na bado kitu hakikuwa sawa. Iliendelea. Katika siku 2 zilizofuata alianza kutoweka mara nyingi zaidi. Lazima nijifanye wazi mawazo, alisema mara moja, akiingiza sandali na kuchukua kofia ya jua. Niko sana katika mawazo yangu.
Utaelewa, hii ni mambo ya wanawake. Nilimuuliza kama anataka kampuni na akacheka akisema, wewe kwenye matembezi ya spa utadumu dakika 5 kabla ya kujaribu kuuza hotel layout bora ya pwani. Nilicheka naye, lakini sikuacha kufikiria. Alitoweka karibu saa 11 au saa 12 kila jioni, wakati mwingine mapema. Alisema anaenda Masage au matembezi ya pekee ya machweo ili kupanga upya roho, chochote kilichomaanisha. Alirudi kawaida karibu saa 2:30, wakati mwingine baadaye. Na kila mara alikuwa na harufu hafifu ya limau na rum. Mara ya kwanza niligundua kweli harufu hiyo ilikuwa usiku wa 3. Aliingia wakati nilikuwa karibu kuagiza chakula cha jioni, mashavu mekundu kutoka jua au kutoka kitu kingine na sauti juu kidogo sana kama anayezidisha. Tufanye sushi usiku huu, alitangaza, akiacha begi la pwani kwa bang na kugeuka kwenye kioo. Nilimuuliza jinsi spa ilivyokuwa. Alifuta jambo na akasema ilikuwa ya kawaida, mvuke, kimya, lotion ya gharama. Lakini sauti ilikuwa tofauti. Chini ya ucheshi. Kama alitaka kufunga mazungumzo kabla hayajaanza. Nilitaka kumwamini. Kweli. Lakini kisha kulikuwa na baa. Usiku huo huo, baada ya chakula cha jioni, nilishuka eneo la bwawa wakati alisema analazimika kumpigia simu dada yake. Nilitaka tu kusafisha sushi na kupata hewa. Nilipitia njia ya kando karibu na baa juu ya paa, na nikipita niligundua mahali pale palikuwa tupu. Hakuna mhudumu, hakuna wateja, hakuna muziki. Ni ishara nyeusi tu kwenye counter. Nitarudi baada ya dakika 10. Aina ya ishara unayoweka unapoenda haraka kwenye gala kwa limau au chooni. Lakini ilibaki hapo kwa muda mrefu. Na niligundua kingine, harufu. Harufu ile ile ya cocktail ya mint limau iliyokuwa ikishikamana na nywele na ngozi ya Zuena kila aliporudi kutoka matembezi yake. Ilikuwa hafifu, lakini ilikuwepo, kama imeingia katika baa yenyewe. Nilipita na kuchungulia kupitia milango ya glasi. Hakuna. Ni viti tu, glasi chache tupu karibu na sink, na korido iliyopeleka kile nilichodhani ni gala au ofisi ya wafanyakazi. Mhudumu Jabali alikuwa haonekani. Wala Zuena. Sikupata hofu. Sio mara moja. Labda alikuwa katika mapumziko. Labda yeye alikuwa kweli anazungumza simu. Nilijaribu kujitikisa, nikajiambia niko wazimu. Lakini usiku huo kitu kilianza. Mpasuko katika glasi. Kile kichere katika akili kinachosema huwa sio paranoid, unadanganywa. Chumbani alikuwa kitandani na simu, akisogeza mitandao ya kijamii kama hakuna kitu. Nilimuuliza kuhusu dada yake. Alinitazama sekunde moja zaidi na akasema, "Oh, vizuri. Anapenda sana sherehe ya siku ya kuzaliwa ya mtoto." Kisha akatupa simu na kuuliza kama nataka kushuka kwa dessert. Nilisema hapana. Nilimwambia sijisikii vizuri. Alifanya uso wa hasira na akasema, viwango vyako vya sukari ni kero kubwa. Alinibusu paji la uso na akaenda kuoga. Kutoka wakati huo nilianza kuchunguza. Nilikuwa na kumbukumbu ya wakati alipotoka. Alichovaa. Muda gani alikaa. Na kila mara muundo ulikuwa sawa. Karibu saa 11 au saa 12 alitoweka, akidai matibabu ya spa au vibe ya pekee pwani. Alirudi kabla ya chakula cha jioni, joto, amepumzika, akiwa na harufu ya pombe na citrus na kitu ambacho sikuweza kutaja lakini nilijua haikuwa sauna. Alisema kila mara kukutana na watu. Mwanamke kutoka nchi jirani, wenzi wapya kutoka mahali pengine, mmoja aliyesema ana mbwa aitwaye Simba. Watu wananizungumza, alisema. Ni zawadi na laana. Nilitabasamu na kunywea kichwa, lakini ndani tumbo langu lilikuwa linageuka. Sikutaka kuamini anadanganya. Sio Zuena, sio mwanamke aliyekuwa akipata njia katika mioyo ya kila mgeni kwa mzaha. Lakini sikuzaliwa jana. Na hakuna anayeenda spa usiku 5 mfululizo na kurudi akiwa na harufu ya cocktail ya tropiki na majuto ya ziada. Ishara hiyo nitarudi baada ya dakika 10 ilionekana mara nyingi zaidi.
Nilipita baa saa tofauti. Wakati mwingine kulikuwa na wageni. Wakati mwingine ilikuwa tulivu. Lakini kila mara kulikuwa na ishara, kulikuwa na harufu. Na wakati mwingine nikipita haraka sana, nilifikiri nasikia kicheko kutoka korido nyuma ya baa. Kicheko nilichokijua vizuri sana. Kwa wakati huo wa safari, nilikuwa nikifanya kama kila kitu ni kawaida, lakini kichwa kilikuwa kinazunguka. Zuena alikuwa akijifanya sawa, akicheza, akitabasamu, akinipa busu za uvivu kwenye bega anapopita, lakini nilikuwa nimeacha kuamini. Hadithi zake za matibabu ya spa zilikuwa zikizidi kuwa za uvivu, zisizo wazi. Mara moja alinieleza alifanya impako ya miguu na lavenda, lakini nilimshika akitoa sandali baadaye na miguu ilionekana imetembea juu ya kokoto bila viatu. Hakuna lotion, hakuna vanish, ni miguu iliyochakaa tu. Usiku huo nilifanya mpango. Hakuna kitu cha wazimu. Uchambuzi tu. Singechukua hitimisho haraka. Ningemfuata nione anaenda wapi na labda niache kuhisi kama ninapoteza akili. Kwa hiyo alipoanza kujitayarisha kidogo kabla ya saa 12, sikuuliza maswali. Aliweka blauzi laini na shorts nyeupe na alitumia muda mrefu kuliko kawaida kujipanga nywele kwenye kioo. Naenda kutembea tu, alisema, akijinyunyiza body spray ya citrus iliyokuwa na harufu ya kutiliwa shaka kama mojito za bar. Labda nitapita duka la kumbukumbu au nione kama spa ina nafasi za last minute. Nilisema sawa, nikishikilia sauti ya kawaida. Alinibusu hewa karibu na shavu na akachukua miwani ya jua. Usinongoje nimeamka babu, akaongeza na kucheka jicho. Nilimpa dakika chache, kisha nikaingiza viatu vya gym na kumfuata. Resort ilikuwa imejaa jioni hiyo, bendi ya live ikicheza bowani na buffet ya mada ya tropiki ikitayarishwa karibu na patio. Nilichukua njia ndefu, nikiingia kwenye njia za kabana, nikibaki nje ya mtazamo mkuu. Nilipofika baa juu ya paa, nilipata benchi iliyofichwa kwenye kivuli nyuma ya mstari wa mitende kwenye viungu. Kutoka hapo niliweza kuona eneo lote bila kuonekana. Zuena alikuwa tayari hapo. Aliinamia kaunta kama ni yake, mwili umeinama kuelekea jabali. Yeye alikuwa nyuma ya kaunta akitikisa kitu katika tini ya fedha, akicheka kitu alichosema. Alikuwa na kiwiko kwenye kaunta na aliendelea kujipanga nywele nyuma ya sikio, imoja ya ishara hizo za kujaribu za hila ambazo hakuwa akijua anazifanya. Wakati mmoja ilinifanya nikashtuke tulipokutana. Sasa ilinigeuza tumbo. Jambo baya zaidi, alionekana furaha. Furaha kweli. Haikuwa tabasamu alilonipa nilipoagiza huduma ya chumba au nilipomwambia anaonekana vizuri. Hii ilikuwa ya kina zaidi, ya joto, kama mzaha wa ndani kati ya wawili wanaojua kwa muda mrefu. Walikaa hivyo kidogo, wakicheka, wakizungumza. Alimpa kinywaji na yeye alijinamata kukichukua, akigusa vidole vyake kwa makusudi. Hila ndiyo, lakini unapokuwa na mtu kwa miaka, unajifunza maana ya kugusa kwa bahati. Hilo halikuwa la bahati. Baada ya takriban dakika 10, Jabali alitoka nyuma ya baa akaelekeza korido ya nyuma. Zuena alinywea kichwa. Kisha alitazama haraka pande zote mara moja tu na akamfuata. Nilishikilia pumzi. Sio kwa mfano. Nilisimamisha kupumua kwa sekunde chache. Walitembea katika korido nyembamba zaidi ya kaunta kuu, kuelekea mlango wa mbao nyeusi niliyodhani inapeleka gala au ofisi za wafanyakazi. Kabla tu ya kutoweka nyuma, Jabali alichukua kitu kutoka nyuma ya kaunta, ishara ya chalkboard. Aliiweka mbele kabisa. Nitarudi baada ya dakika 10. Hiyo tena. Ishara ile ile mbaya. Nilikaa hapo nikitazama baa tupu kama inaweza kujieleza. Sikusikia kitu kutoka korido. Hakuna sauti, hakuna hatua, hakuna. Lakini ukweli kwamba wote wawili walitoweka katika chumba hicho cha nyuma wakati mmoja ulisema zaidi ya sauti yoyote. Mikono ilikuwa imefungwa ngumi. Sio kwa hasira, angalau sio bado, bali kwa shinikizo hilo baya katika kifua. Huo ulikuwa wakati nilipoacha kutumaini kuwa nimekosea.
Kuwaona wakitoweka pamoja katika chumba ambapo hakuna mgeni anayeweza kuingia, na kucheka jicho juu ya chalkboard na bila mawazo juu ya dunia. Ilikuwa kweli, na sikuweza tena kuipuuza. Nilikaa kwenye benchi hiyo kwa takriban dakika 20. Mguu ulikuwa ukiruka kama una mfumo wa neva wake. Nilitazama mlango wa korido nikingoja. Mara kwa mara nilifikiri nasikia sauti au harakati hafifu, lakini ilikuwa ngumu kusema na bendi ikicheza na wageni wakipita. Mwishowe niliona mlango ukifunguka. Zuena alitoka kwanza. Alitazama chini korido, akajipanga nywele tena na akarekebisha blauzi. Jabali alimfuata sekunde chache baadaye, akisugua shati na kurudi moja kwa moja nyuma ya baa kama anarudi kutoka mapumziko ya sigara haraka. Zuena alichukua njia ndefu kuzunguka eneo la viti, akifanya kama anaangalia mtazamo, kisha akageuka kuelekea njia ya resort kuu. Hakujitazama nyuma. Hakuniona. Nilisubiri aende mbali, kisha nikaamka polepole na kurudi chumbani peke yangu. Kila hatua ilionekana nzito kuliko ile iliyotangulia. Moyo haukupiga tena kwa nguvu. Katika suite nilimimina glasi ya whisky ya gharama niliyoileta kutoka nyumbani. Nilikaa kwenye balkoni. Nilitazama maji meusi yakizunguka chini ya mwezi. Alirudi dakika 20 baadaye, mwepesi na wa kawaida. Alisema alikutana na mwanamke aitwaye Amina na akapoteza dhana ya wakati. Walizungumza kuhusu impako za mwani na waume wanaoronga-ronga. Sikumfunua. Sikusema neno. Nilinywea kichwa tu, nikampa remote na nikamwambia, chagua unachotaka. Na alifanya reality show ambapo wanawake matajiri wanabishana juu ya vito. Alicheka drama zote ndogo, akakunja miguu chini yake na kujikunja kama hakuna kitu. Lakini sikusikia neno. Nilisikia tu mlango huo ukifungwa nyuma yake. Na ishara hiyo ya kiburi na ujasiri ikiwa kama mzaha kwa gharama yangu. Nitarudi baada ya dakika 10. Sikulala sana usiku huo. Nilitazama dari kwa masaa, sauti ya kiyoyozi ikiwa kitu pekee kinachonishikilia. Zuena alikuwa karibu nami, akipumua kwa utulivu, akiwa amekunjwa kama paka mwenye furaha. Mimi nilikuwa nikitatuliwa uzi kwa uzi. Asubuhi iliyofuata alikuwa amerudi yeye mwenyewe, mwenye kejeli, mwenye jua, akinywa smoothie, akiwa anatazama moja ya magazini ya watu mashuhuri ambayo hakuwahi kununua, lakini kila mara alikutana nayo katika vyumba vya hoteli. Alielekeza kwenye mavazi ya pwani ya mwigizaji na akasema, unafikiri ningeweza kuwa hapo? Nilinung'unika kitu kama ungekuwa bora, na akatabasamu na kutupa magazeti kama hajawahi kutoweka usiku uliopita katika chumba ambapo hakuwa na biashara. Hapo ndipo niliamua ninahitaji ushahidi. Sio mashaka. Sio silika. Ushahidi halisi, imara. Nilishuka baa kabla ya saa 6, nikachukua mmoja wa wahudumu wachanga aliyekuwa akijaza juisi na mint. Aliitwa Ochieng. Nilimpa shilingi 1300 taslimu na nikaomba neema rahisi. Niruhusu nitumie ofisi ya nyuma kesho, saa yangu nitakayoichagua. Sitagusa kitu. Lazima nione kitu tu. Aliinua nyusi na akasema, inahusu Jabali. Sijibu, nilimpa tu mtazamo. Alinywea kichwa polepole, akaweka pesa mfukoni na akasema, tutaonana kesho. Jioni hiyo, kwenye chakula cha jioni, nilimwambia Zuena kwamba siku iliyofuata nitaenda safari. Magofu ya kihistoria, nilisema, nikisogeza ukurasa wa mtandao wa bandia nilioufungua. Mambo ya zamani. Mwongozo wa watalii. Utachoka sana. Hakuguna. Furahia kuuteka ngome, alisema akipiga simu. Mimi labda nitarudi Spa. Pores zinaomba rehema. Siku iliyofuata niliamka, nikaweka shots za cargo na polo na nikachukua chupa ya maji ili ionekane kweli. Nilimbusu paji la uso, nikamwambia nitakuwa mbali sehemu kubwa ya siku. Alinung'unika kitu kama usisahau cream ya jua, bila kuinua macho kutoka simu. Niliondoka chumba, nikazunguka resort na nikaenda moja kwa moja baa. Ochieng alikuwa hapo, mwaminifu kwa neno.
Alininywea kichwa, akampa ufunguo wa sumaku na akaelekeza korido ya nyuma. Mlango wa mwisho kushoto, alisema. Utaitambua. Ofisi ilikuwa ndogo, nafasi nyembamba, kwa shida ya dawati, friji ndogo na kabati la faili. Nilikaa kwenye kiti, simu mkononi, programu ya kamera wazi. Moyo ulipiga kwa nguvu zaidi kuliko nilivyotaka kukubali. Niliendelea kuangalia saa, mistari ya ishara, sauti ya simu. Kisha nikingoja. Ilionekana kama umilele. Mwanzoni nilijaribu kujituliza, nikijiambia bado inawezekana nimekosea. Labda Zuena alipenda kuzungumza na Jabali kwa sababu alikuwa mwenye haiba. Labda chumba cha huduma ndipo walishika barafu. Labda nilikuwa karibu kuhisi mjinga mkubwa zaidi upande huu wa bahari. Lakini ndani nilijua tayari. Kisha nikasikia kicheko kikiingia korido. Hatua nyepesi. Seti mbili. Nilizima taa katika ofisi na nikaingia katika kona nyembamba karibu na kabati la faili, ambapo dirisha la glasi katika mlango lilinipa mtazamo wa sehemu lakini wa moja kwa moja kwenye korido nyembamba iliyopeleka chumba cha huduma kilichokuwa karibu. Nilitoa simu na kushinikiza rekodi. Zuena alionekana kwanza. Alikuwa amevaa gauni jekundu lile lile la jioni yetu ya kwanza baa. Lile lenye mgongo wa chini na kamba ya dhahabu kiunoni. Nywele zimefungwa katika mkia laini na alitabasamu. Sio kwa adabu. Sio kwa bahati. Ilikuwa aina ya tabasamu alilonipa alipokuwa na kitu cha faragha kushiriki. Tabasamu lililosema niko hasa mahali ninapotaka kuwa. Jabali alikuwa karibu kabisa, akitembea karibu sana hivi kwamba mikono iligusa kila hatua. Alikuwa na taulo begani na kitambaa cha baa mkononi mwingine, kama amemaliza zamu. Lakini baa bado ilikuwa wazi. Nilijua. Walisimama nje ya mlango wa chumba cha huduma. Nilikuwa na mtazamo kamili wa moja kwa moja. Nilizom kidogo, nikiwa mwangalifu nisihamishe simu sana. Zuena alicheka. Bado hujarekebisha zip hiyo inayotoa sauti, alisema akielekeza mlango. Jabali alicheka, akajinamata na kuhamisha mpini. Mlango ulitoa sauti yake ya kawaida. Napenda. Inatoa tabia, alisema. Inahisi kama mahali pa zamani. Kila kitu hapa kinaonekana kama mahali pa zamani, alisema yeye kwa sauti ya chini sasa. Jabali alimtazama, tabasamu la polepole likipanuka. Bado una brivido hiyo, ehi? Zuena alijinamata na kumgusa mkono. Wewe ndiye unainitoa ndani yangu. Daima umefanya. Kisha alisema, sikuwahi kumwambia Zuberi unafanya kazi hapa. Nilishtuka kidogo tu, lakini niliendelea kurekodi. Mkono ulikuwa umeanza kutetemeka, kwa hiyo nilishinikiza kiwiko kwenye kabati la faili ili kujituliza. Pumzi ilinibana kooni. Nilihisi damu ikitoka kichwani. Alikuwa anaficha. Kwa makusudi. Jabali alisema kitu cha chini ambacho sikukichukua, na yeye alicheka tena, chini cha hisia, aina ya kicheko alichokuwa kihifadhi kwangu tu. Waliteleza katika chumba cha huduma pamoja na niliona mlango ukifungwa kwa click nyuma yao. Sikuacha kurekodi. Nilishikilia kamera ikiwa wazi, nikishikilia imara, nikielekeza moja kwa moja kwenye mlango huo. Kwa dakika 10 zilizofuata nilirekodi kimya. Korido ilikuwa tulivu, karibu sana. Aina ya kimya kinachogeuza mawazo kuwa radi. Tumbo langu lilikuwa linageuka. Nilifikiria kinachotokea upande mwingine wa mlango. Nilijaribu kutofanya. Nilijiambia nisiende huko. Lakini mara tu umeona usaliti, unacheza kama filamu katika akili iwe unataka au la. Nilitazama skrini. Bado ina rekodi. Bado na timestamp. Nilifikiri nitasikia hasira, lakini hapana. Sio wakati huo. Nilichohisi ni uwazi. Uwazi baridi wenye kiasi. Nilikuwa na kile nilichokuja nacho. Makadirio, matumaini, uongo yamekwisha. Nilijua ukweli sasa na haukuficha tena nyuma ya manukato na mizaha. Mwishowe, mlango ulifunguka tena.
Jabali alitoka kwanza akisugua shati. Zuena alimfuata akijipanga nywele katika kioo cha glasi. Hawakuzungumza wakati huu. Walitembea tu korido bega kwa bega bila mawazo juu ya dunia. Nilisubiri dakika chache zaidi. Kisha nilisimamisha rekodi, nikaingiza simu mfukoni na nikaegemea ukuta. Ilikuwa imekwisha. Huo ulikuwa wakati nilipoacha kuwa mume wake moyoni. Chochote tulichokuwa kabla kilikufa katika chumba hicho. Na nilikuwa na video kuthibitisha. Baada ya mlango kufungwa nyuma yao na wakatoweka korido, nilikaa katika ofisi hiyo ndogo kwa dakika 5 zaidi, nikipumua tu. Sikutoka kwa haraka. Sikuwafuatilia au kuangusha mlango nikiomba majibu. Sikuwa hata na hasira wakati huo. Hilo ndilo lililonishangaza. Hakukuwa na hasira bado. Ni azimio hili baridi, tulivu lililokuwa likikaa kifua kama maji ya barafu. Nilijua nilichokiona na nilijua kinachomaanisha. Mara nilipokuwa na uhakika njia iko wazi, nilifungua polepole mlango wa ofisi na nikatoka nje korido ya nyuma. Nilipitia njia ya kando nyuma ya baa nikiepuka mlango mkuu. Bwawa lilikuwa limejaa, watoto wakicheka, watu wazima wakiagiza vinywaji, muziki ukitoka spika kama hakuna kitu duniani kinaweza kwenda vibaya. Katika suite nilifunga mlango polepole na nikaegemea kwa muda nikisikiliza tu. Mahali pale palikuwa tupu. Sandali zake bado karibu na kitanda. Begi la vipodozi wazi kwenye kaunta, brashi ikichomoza kama bendera ya udanganyifu wa kawaida. Chumba kilionekana sawa daima, safi, cha gharama, chepesi. Nilitoka kwenye balkoni, nikakaa na glasi ya whisky na nikatizama bahari. Upepo ulionekana baridi kuliko kawaida, au labda ni mimi. Mwili ulikuwa hapo, lakini akili bado ilikuwa katika ofisi hiyo, ikitazama korido hiyo, ikisikia kicheko chake. Alirudi takriban dakika 30 baadaye. Nilisikia beep ya ufunguo wa sumaku, mlango ukifunguka kwa click, na sauti yake yenye furaha, mpenzi, nimerudi nyumbani. Niligeuka kwenye kiti na nikatabasamu kama hakuna kitu. Hapa wewe, nilisema. Matembezi mazuri. Alijinyosha, akaacha begi la pwani sakafuni na akapumua kwa muda mrefu. Inapumzisha sana, alisema, kama amerudi kutoka usingizi katika hamaki badala ya mikono ya mume wake wa zamani. Ungechoka. Mazungumzo mengi sana kuhusu mafuta muhimu na chakra. Nilicheka polepole na nikaamka kumimina glasi ya divai. Naam, umenikosa. Alinipa tabasamu tamu, akachukua glasi na akaifanya igongane na yangu. Au, unakuwa laini, Zuberi. Nilikunyanyua mabega. Labda ndiyo. Alijitupa kitandani, akisogeza simu kama hakuna kitu duniani kinaweza kumgusa. Jioni nyingine ya kupumzika katika resort, kulingana na yeye. Nilikaa karibu, nikifanya kama ninasoma kipeperushi kuhusu kukodisha pikipiki za maji, huku akili ikiwa tayari maili 1000 mbele. Na wakati huo nilikuwa nikirejesha matukio yote kichwani: korido, gauni jekundu, sauti yake aliposema hakujawahi kuniambia Jabali anafanya kazi huko. Sentensi hiyo ilikuwa ikirudia kwa nguvu kuliko yote. Sio usaliti wenyewe, bali jinsi alivyosema kwa utulivu, uhakika. Kama kushika siri hiyo ilikuwa mzaha mwingine wa kuchekesha uliomtoka. Haikuwa tu alichofanya. Ilikuwa jinsi alivyofanya kwa urahisi. Jinsi ilivyoonekana asili kwake kudanganya, kuficha athari, kucheka na kujinamata kwa Jabali kama bado ni wake. Kama mimi ndiye likizo. Asubuhi iliyofuata alijifanya kama siku yoyote. Tukodishe baiskeli leo, alisema akinywa kahawa. Au tuende kwenye guba hiyo ya siri aliyonieleza mhudumu. Anasema ni ya kichawi, kama mahali ambapo mamaids wangekaa. Nilitabasamu na kunywea kichwa nikifanya kama ninafikiria. Sawa, nilisema. Lakini labda baadaye. Nina maumivu ya kichwa asubuhi hii. Alikuja na kuniweka mkono kwenye paji la uso. Uko sawa. Unahitaji tu vitamini D na cocktail kali. Labda, nilisema. Nipe saa 1 au 2.
Alitoka kuangalia duka la kumbukumbu au angalau hivyo alisema. Nilitumia muda kuhifadhi video kwenye laptop na cloud. Kisha nikaiangalia tena. Wakati huu si kupitia mshtuko bali kwa hesabu. Nilizingatia kila neno. Jinsi alivyocheka. Jinsi alivyomgusa mkono. Jinsi alivyotabasamu kabla ya kusema hakujawahi kuniambia anafanya kazi huko. Kila kitu kilikuwa kwa makusudi. Hakuwa na njia ya kuwa kosa la mara moja. Ilikuwa kitu kilichoanza muda mrefu kabla ya kuweka mguu kwenye pwani. Jioni hiyo alivaa gauni tofauti, lakini kwa athari ile ile, bila juhudi, chepesi, kilichotengenezwa kuvuta macho. Nilimsifu, nikambusu shavu na nikamwambia ni mzuri sana. Alitabasamu. Uko mkarimu zaidi hivi karibuni, alisema akicheka. Umefanya nini? Nilikunyanyua mabega. Nahisi bahati tu. Alishuka baa tena. Sikumfuata wakati huu. Hakuhitajika. Nilikuwa tayari na kila kitu nilichohitaji. Nilikaa chumbani, nikaagiza chakula cha jioni na nikakaa kwenye balkoni nikisikiliza mawimbi. Aliporudi baadaye, nilikuwa nikitazama filamu. Alijitupa kwenye sofa, akaiba kipande cha dessert yangu na akajikunja kama hajatumia jioni kurejesha kumbukumbu za zamani nyuma yangu. Mstari mrefu Spa, alisema. Na duka la kumbukumbu limeshindwa. Nani anahitaji mifuko ya shilingi 1300? Nilitabasamu. Vizuri, una ladha bora. Alinibusu paji la uso na akajipanga karibu. Niliinua mkono na kuongeza sauti, si kwa sababu nilijali filamu, bali kwa sababu sikuweza tena kusikia sauti yake. Safari hii yote ilikuwa imeanza kama sherehe. Miaka 5 ya ndoa, nafasi ya pili ya furaha, kujenga kitu kipya kutoka magofu ya maisha yetu ya zamani. Sasa ilikuwa chumba cha kusubiri tu. Mahali pa kukaa wakati ninapanga kinachofuata. Hakugundua kitu cha ajabu. Hata kunong'ona kwa mashaka katika macho yake. Na niliweka hivyo. Kwa sababu dhoruba ilikuwa inakuja. Na nilitaka afurahie utulivu kwa muda mrefu iwezekanavyo. Asubuhi ilianza kama nyingi wakati wa safari hiyo. Nilikaa kwenye ukingo wa kitanda nikifunga viatu vya gym huku yeye akizunguka suite katika robe ya hariri aliyokuwa akiileta kila mara lakini hakuwahi kuivaa nyumbani. Nadhani nitajifanya masage asubuhi hii, alisema akinyoosha mikono juu ya kichwa kama mkufunzi wa yoga. Mgongo ni maafa. Labda kutoka kukaa na kupumzika sana. Alicheka mzaha wake kama kawaida. Nilinywea kichwa nikichukua soso polepole kutoka kikombe cha safari. Wazo zuri. Unapaswa kufanya moja pia, alitoa akijifunga nywele katika mkia. Au angalau kuogelea. Katika siku 2 zilizopita unaonekana mzee. Nilitabasamu. Labda nitasoma bwawani. Alijinamata, alinibusu kichwa na akasema usinikose sana. Nilimwambia nitajaribu. Alitoka hasa saa 9 na dakika 12. Najua kwa sababu nilitazama mlango ukifungwa na kuangalia saa mara 2, moja kwenye saa ya chumba. Nilisubiri dakika 3, kisha nikaamka na kuanza kufunga mizigo. Mwanzoni haikuonekana kweli. Mikono ilikuwa ikitembea peke yake, ikichukua muhimu: pasipoti, kadi za mkopo, hifadhi yangu ya taslimu, folda za ID zetu kutoka draw ya usalama. Nilichukua waya za kuchaji, saa aliyokuwa akisahau kuchaji, laptop yangu, miwani yangu ya jua na funguo za sumaku za hoteli. Nilipinda nguo zangu kwa usahihi wa mitambo kama nilivyofanya mara 100, ingawa sikuwa nimefunga mizigo kwa miaka. Kisha nilifungua kabati, nikatizama vitu vyake, rangi angavu, printi za ujasiri, kila kitu kutoka mavazi hadi pochi hadi sandali hizo za kuchekesha za Zepa, na nikaacha zikiwa sawa. Zilining'inia hapo kama raki ya mavazi ya onyesho ambalo tayari limefungwa. Kitanda bado kilikuwa kimetengenezwa. Kahawa yake nusu iliyomalizika kwenye meza ya balkoni ikipoa katika upepo. Nilitazama mara moja, kisha nikafunga suitcase kwa zip.
Kabla ya kuondoka chumba, nilitoa simu na kuanza kuangalia orodha niliyoandika jioni iliyopita chini ya kichwa cha bandia, mawazo ya chakula cha jioni bwawani. Nilifuta kadi 2 za mkopo za pamoja ambazo bado alikuwa na ufikiaji. Nilifunga kadi yake ya safari. Kisha nilimpigia simu msaidizi wangu nyumbani na nikamwomba afunge kwa muda ufikiaji wa Zuena kwenye akaunti kuu, nikitoa sababu tatizo linalowezekana la usalama safarini. Nilimwambia nitaeleza baadaye. Simu iliyofuata kwa wakili wangu. Alijibu kwenye mlio wa pili mwenye furaha kama kawaida. Zuberi, unapiga simu kutoka peponi? Sio hasa, nilisema. Sikuingia maelezo. Nilimkumbusha tu mkataba wa kabla ya ndoa. Kifungu kuhusu uaminifu. Alikivuta juu tulipokuwa tukizungumza na kuthibitisha nilichojua kilikuwa imara. Ikiwa anasaliti, anaondoka na hakuna kitu. Hakuna pesa. Hakuna gari. Hakuna nyumba. Hakuna. Una ushahidi? Aliuliza. Nina video, nilisema. Sauti wazi. Timestamp. Nitakutumia nitakapotua. Pumziko fupi. Unataka nianze taratibu? Anza, nilisema. Kwa kimya. Aliniambia ataweka magurudumu katika mwendo. Sikujisikia vizuri. Sio mshindi. Nimechoka tu. Niliondoka hoteli kutoka mlango wa kando, nikivuta suitcase kwenye lobby kama mtalii yeyote anayeondoka mapema kwa ndege. Dereva wa teksi alizungumza Kiingereza kidogo. Ilikuwa sawa, sikutaka kuzungumza. Nilitazama nje ya dirisha safari yote, nikijiuliza anafanya nini wakati huo hasa. Bado spa labda. Akicheka tena na Jabali. Sikujali. Naam, labda si kweli. Nilijali. Lakini sikuyumba. Ni tofauti. Nilifika uwanja wa ndege, nikafanya check-in, nikapita ukaguzi haraka na nikapata kona tulivu karibu na kioski cha sandwich. Hapo nilikaa na kufungua galeria kwenye simu, nikabonyeza video na kuangalia tena. Sio yote, sehemu tu anaposema sikuwahi kumwambia Zuberi unafanya kazi hapa. Ukatili wa kawaida wa sentensi hiyo ulikuwa umechomwa kichwani sasa. Sio kupigwa kelele. Sio kunong'ona. Imetupwa tu kama trivia. Na kwa namna fulani, mstari huo ulikuwa mzito kuliko kila nilichokiona. Nilipakia faili katika folda salama na nikashiriki link na wakili. Alijibu dakika 5 baadaye, imepokelewa. Hicho ndicho kinachohitajika. Nilifuta kila picha ya safari kutoka simu baadaye. Sio kwa hasira, tu kutoa nafasi. Kisha nikaagiza sandwich ya Turkey, nikaingia ndege na kuacha pwani nyuma. Zuena aliporudi suite, mimi nilikuwa tayari maili nyingi mbali. Nilimfikiria akiingia, akitupa slippers kona kama kawaida, akitarajia kunipata bwawani au labda nikiwa usingizi na pazia za giza zimevutwa. Badala yake, angepata chumba tupu. Suitcase yangu imetoweka. Saa yangu imetoweka. Chaja aliyokuwa akiazima kila mara imetoweka. Hata ufunguo wa sumaku wa hoteli ulikosekana. Kilichokuwepo, hata hivyo, kilikuwa noti niliyoacha kwenye dawati chini ya block notice yenye chapa ya resort. Maneno matatu, angalia simu. Sikuacha kingine. Hakuna aya za dramatiki, hakuna milipuko ya hasira. Hiyo tu. Simu yake ya kwanza ilifika kabla sijatua. Kisha nyingine. Na nyingine. Niligeuza simu uso chini na nikatizama nje ya dirisha huku mawingu yakipita, kila vibration ikinishikilia kifua, lakini si ya kutosha kunifanya nibadilishe mawazo. Kwenye gate nilichukua mwishowe, nikafungua ujumbe na nikaambatanisha faili ya video. Dakika 3. Wala zaidi wala chini. Ilianza na kicheko chake. Kicheko hicho cha signature kilichoyeyusha ulinzi wa watu. Kisha sauti yake ikimwita mpenzi. Mkono begani. Jinsi walivyoteleza katika chumba hicho kama kimbilio lao la faragha. Sikuongeza maandishi kwenye ujumbe. Nilituma video tu na nikazima simu. Hakujibu.
Sio siku hiyo wala iliyofuata. Siku 3 baadaye aliruka nyumbani. Najua kwa sababu nilipokea notisi kutoka mfumo wa lango la smart la nyumba, jaribio la kuingia lililoshindwa karibu saa 6. Kisha tena saa 6 na dakika 2. Kisha saa 6 na dakika 5, ikifuatiwa na nambari za kosa na ujumbe wa mwisho, ufikiaji umekataliwa. Hakuna mtumiaji anayetambuliwa. Lazima alijaribu kila kitu. Nambari ya mlango. Uchanganuzi wa uso. Keychain ya zamani niliyomwambia asipoteze. Lakini haingefaa. Nilikuwa tayari nimemwondoa kutoka mfumo. Jina lake, sifa zake, alama yake ya kidole zimetoweka. Aliposhindwa kuingia, alijaribu kupiga simu tena. Sijibu. Kisha ujumbe mfupi mwanzoni. Uko wapi? Zuberi, kweli. Tunaweza kuzungumza? Tafadhali. Kisha marefu. Aya. Kumbukumbu za sauti. Baadhi za hasira, baadhi za huzuni. Moja ilisema tu, nimekosea. Hiyo nilisikiliza mara moja. Kisha nikaifuta. Kwa wakati huo, nilikuwa tayari nimesafirisha vitu vyake. Kila kitu alichoacha: suite, nguo, sandali, vito, tablet, chupa ya manukato nusu tupu, vilipakiwa na wafanyakazi wa hoteli na kupelekwa anwani ya kurudi kwenye pasipoti hii nyumba ya wazazi wake. Nilimwambia concierge afanye kwa busara. Mhudumu aliyesaidia alikuwa mkarimu, hakuuliza. Alinywea kichwa tu na akasema, nimeelewa bwana. Wiki moja baadaye alihudumiwa. Mjumbe alikuwa mtu aitwaye Micheli niliyemtumia mara moja kwa biashara. Mrefu, mwenye adabu, hapendi drama. Nilimwambia asubiri alasiri ya marehemu atakapokuwa na wazazi. Alimpa envelope na akasema, bahati njema. Hiyo tu. Ndani kulikuwa na hati za talaka. Wazi na za moja kwa moja. Wakili wangu alihakikisha ziko safi, halali na zisizo na utata. Video ilirejelewa katika hati. Hakuna cha kujadili. Hakuna mjadala. Hakukuwa na kitu zaidi cha kusema kwake. Mkataba wa kabla ya ndoa ulihakikisha. Alipokea hati. Mimi nilipata kimya nilichohitaji. Katika siku zilizofuata, nyumba ilionekana tulivu zaidi kuliko hapo awali. Mwangwi wa kawaida wa sauti yake katika korido ulikuwa umetoweka. Hakuna tena kuimba kutoka bafuni akiwa anajipaka vipodozi. Hakuna tena simu kwa dada yake kwa upuuzi. Hakuna tena magazini yaliyotawanyika au mito iliyopangwa upya bila sababu. Nilijikuta jikoni jioni moja nikitazama jiko, nikijiuliza jinsi kitu chenye joto kinaweza kupoa haraka hivyo. Lakini haikutokea overnight. Hilo ndilo watu hawaelewi. Ndoa haivunjiki kwa muda mmoja tu. Inaharibika polepole, kimya. Hadi siku moja unatambua unashiriki paa, lakini si maisha. Siku nilipopata uthibitisho amesaini masanduku yake, suitcase 2 kubwa na kasha la kadibodi, sikuhisi furaha wala huzuni. Mwisho tu. Ilikuwa imekwisha. Simu zilisimama baadaye. Vivyo hivyo ujumbe. Ilikuwa kama hatimaye anaelewa siko bluff. Hakukuwa na toleo ambalo anatoroka kwa kuongea. Hakuna udhuru mtamu, hakuna hotuba kubwa, hakuna ahadi ya kubadilika. Alifanya chaguo lake katika chumba cha huduma na Jabali. Na mimi langu katika ofisi nyuma ya baa, nikiwa na simu isiyodanganya. Hakukuwa na kurudi nyuma. Siku ya kusikilizwa nilivaa suti ya kijivu cha anthracite na tai niliyokuwa nisiotoa kabati kwa zaidi ya mwaka mmoja. Bado ilikuwa na lebo ya dry cleaning. Nakumbuka kuishika asubuhi hiyo nikijiuliza kwa sekunde kama ni rasmi sana. Kisha nikajitazama kwenye kioo na nikajisemea, hakuna kitu cha rasmi sana unapoingia katika sura ya mwisho ya uongo. Alifika kwa kuchelewa. Sio sana, dakika 5 labda 7, lakini ya kutosha kufanya kuingia. Aliingia haraka, visigino vikitoa sauti juu ya tiles, koti jekundu lile lile alilovaa kwenye sherehe likidondoka mabegani kama silaha. Nywele zimepindika, vipodozi kamili.
Lakini hakuna konsiala iliyoweza kuficha kilichokuwa chini ya macho. Alionekana amechoka, amechakaa, kama ukweli umemfikia hatimaye. Aliniona upande mwingine wa chumba na kujaribu kunitabasamu. Sikutabasamu. Alikaa mbele akicheza na begi kama anasubiri kutoa sungura. Wakili wake alijinamata akamnung'unizia kitu. Alinywea kichwa tu na kukatizama mbele, taya imefungwa. Hakimu alipoingia, sote tuliamka. Kisha ilianza. Sehemu kubwa ilikuwa ya utaratibu. Mawakili walizungumza karibu yote. Upande wangu uliwasilisha mkataba wa kabla ya ndoa, ushahidi wa video, hati za benki. Upande wake haukujadili sana. Hawakuweza. Kila kitu kilikuwa wazi kwa utaratibu. Kisha aliomba kuzungumza. Hakimu alimpa neno. Aliamka, akasugua sketi na akasafisha koo kama anajiandaa kwa jukumu la jukwaa. Kisha alifanya kile Zuena alikuwa akifanya kila mara taa ilipomwangaza. Alijihisi. Nimefanya kosa, alisema, sauti ikivunjika kidogo. Niliacha hisia za zamani zichukue nafasi. Jabali na mimi tuna historia ngumu, na kumwona tena kumerudisha juu mambo niliyofikiria yamezikwa. Alisimama akanitazama moja kwa moja, macho yenye unyevu. Nilikuwa nimeona mtazamo huo hapo awali, mara nyingi, baada ya ugomvi, baada ya uongo, baada ya nyakati alipoapa haitatokea tena. Sikutaka kukuumiza, alisema. Haikuwa upendo. Ilikuwa tu majeraha ya zamani. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Mimi nilimkatiza. Mheshimiwa hakimu, nilisema nikiamka ningependa kujibu. Hakimu aliruhusu. Nilimtazama Zuena moja kwa moja machoni. Sio amechanganyikiwa, nilisema. Ni mwongo. Alinidanganya usoni kila siku moja ya likizo hiyo. Alinitabasamu, alinibusu, akasema ananipenda yote huku akiteleza kuona mume wake wa zamani. Nilihisi sauti ikigumu, lakini niliishikilia imara. Huingii kwa bahati katika ofisi ya nyuma na kufunga mlango nyuma. Hushiki kwa bahati siri kazi ya mtu. Usemi kwa bahati sikuwahi kumwambia Zuberi unafanya kazi hapa. Hiyo sio kuchanganyikiwa. Ni hesabu. Zuena alionekana anataka kutoweka sakafuni. Alikuwa ameacha kupiga kope. Midomo imefungwa ikitetemeka kidogo. Nilimpa kila kitu, nilisema. Muda, imani, mwanzo mpya. Na akatupa kwa brivido rahisi na mwanamume ambaye tayari alikuwa katika zamani yake kwa sababu. Kisha akajaribu kurudi kama hakuna kitu. Niligeuka kwa hakimu. Sitaki upatanisho. Sitaki maelewano. Nataka mkataba uheshimiwe. Nataka kuendelea mbele. Hakimu alinywea kichwa. Chumba kilibaki kimya isipokuwa kugeuza kurasa na kliki ya kalamu. Hukumu ya mwisho ilifika wiki moja baadaye. Mkataba wa kabla ya ndoa ulishika. Zuena aliondoka na hasa alicholeta katika ndoa kwa maneno ya fedha karibu hakuna. Hakuna matunzo. Hakuna mali. Hakuna ufikiaji unaoendelea wa nyumba, gari, akaunti. Ilikuwa imekwisha, safi na ya mwisho. Baada ya kusikilizwa, sikuzungumza naye. Nilitoka bila kujitazama nyuma. Lakini kabla ya kufikia milango, niliangalia mabega mara ya mwisho. Alikuwa ameketi hapo, bado na koti jekundu, akitazama sakafu. Maskara ikitiririka mashavuni. Mdomo umefunguka kidogo kama anataka kuniita, lakini hapati maneno. Hakuyapata kamwe. Hiyo ilikuwa mara ya mwisho nimwone Zuena. Nilihama kutoka nyumba mwezi mmoja baadaye kwenda mahali mpya, tulivu zaidi, mbali na kelele ya jiji. Mpango wazi, madirisha makubwa, hakuna kumbukumbu zilizounganishwa. Nilichukua mbwa simba, golden retriever anayebweka panya kama ni dhamira binafsi kutoka Mungu. Nilirudi kazini kwa nguvu. Nilikuwa kampuni zaidi kuliko hapo awali. Niliomba mikataba miwili mipya iliyobadilisha mwelekeo wa kampuni nzima.
Nilianza kusafiri zaidi mahali nilipotaka kweli kuona. Mahali ambapo hewa ilikuwa tofauti na ishara ya simu dhaifu. Sijifanyi kuwa rahisi. Miezi ya kwanza ilikuwa ngumu. Nilijikuta nikitazama viti tupu, nikikumbuka kicheko chake, jinsi alivyodondosha miguu juu yangu, mambo ya kijinga aliyosema tu kunifanya nijibu. Ilikuwa ikicheza yote kama Higlit reel nisiyoombwa. Lakini mwishowe reel iliacha kuzunguka. Uzito uliinuka. Na nilitambua sikuwa nimepoteza mtu tu. Nilikuwa nimetoroka kutoka kwa mtu. Sasa ninapoamka asubuhi, nyumba ni tulivu. Hakuna machafuko. Hakuna mashaka ya pili juu ya kile ni kweli na kile sio. Ni simba tu akitikisa mkia, harufu ya kahawa safi na hisia ya utulivu nisiyohisi kwa miaka. Sio mwisho niliofikiria, lakini ni ule niliohitaji. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, ungekaa kimya na kukusanya ushahidi kwa njia hii, au ungependelea kuwakabili papo hapo? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.